Anaendelea wakili wa serikali Mheshimiwa Katuga anasema mahakama hii tukufu ijiulize, je, shahidi huyu P11 ni mashahidi ambao wamelindwa, akirejea kanuni ya 3 ya kanuni za ulinzi wa mashahidi, akiwaambia pia shahidi anayelindwa ni shahidi ambaye yupo kwenye amri ya ulinzi. Pia amewarejesha kanuni ya 5 inamweleza shahidi gani ambaye anapewa ulinzi au analindwa au amri ya ulinzi inatolewa kwake. Naomba mrejee uamuzi wa Jaji Mtembo wa mahakama hii juu ya uamuzi wa kulinda mashahidi wa kesi hii. Hoja hii ina majibu mawili kama ifuatavyo. Jibu la kwanza ni kwamba kanuni ya 5 ya ulinzi wa mashahidi kwa ujumla wake inahusu mambo ya kuzingatia kabla haijatoa ulinzi wa mashahidi. Sasa hakuna mnachoweza kubadilisha katika amri iliyokwisha tolewa na Jaji Mtembo. Hoja nyingine ya kwamba mashahidi hawajabainishwa kwa kutajwa majina nayo pia haihusiani. Mahakama ilijiridhisha kuwa mashahidi ambao si polisi ndio watafichwa. Kifungu cha 194 cha CPA yanafanywa kwa upande mmoja, yani expert application, lakini hakijaweka usili wa matokeo hayo. Ndio maana amri ya mahakama hii iko wazi na ipo kila mahali kuhusu ulinzi wa mashahidi. Kama majina ya mashahidi kanuni inataka watajwe wakati wa maombi, je, italinda ulinzi wa mashahidi husika? Haitakuwa imelinda huo ulinzi wa mashahidi husika. Hayuko sahihi kusema wakati huu mambo haya wakati Criminal Revision namba 15655 Mahakama Kuu kupitia Jaji Mkwizu hoja hizi zilisemwa. Kumbuka hii kesi anayorifaa hapa haihusiani na uhaini. Anataja ile kesi nyingine ya kusambaza taarifa za uongo. Lissu anamuomba hiyo nakala ya hiyo kesi. Katuga anasema ipo mtandaoni. Lissu anamuuliza, uko serious kweli? Mimi niko jela, unasema uamuzi wa mahakama uko mtandaoni. Katuga anaendelea. Anasema anaomba aende kwenye hoja ya 3. Kaka yangu mshtakiwa anasema shahidi hawezi kutoa ushahidi akiwa kizimbani kwa sababu haipo kwenye amri ya tarehe 14 mwezi wa 7 2025 ya mahakama hii. Hicho hakiwezi kuathiri chochote katika usikilizaji wa kesi. Kutumia kizimba ni procedure kumlinda shahidi aliyelindwa na kanuni zinasema mahakama itawezesha kupitia kizimba maalum. Hivyo ndiyo sheria inasema haihusiani itumike kutokana na mabadiliko ya shahidi. Kwa mujibu wa kanuni ya 6C inatoa njia tofauti za kiprosija ya kuendelea kumlinda shahidi aliyepewa amri ya ulinzi. Mfano, kama shahidi ni kingwendu, ngwendu lile atakuja kutoa ushahidi, sauti yake ni maarufu, mahakama itatafuta njia nyingine ya kulinda ushahidi huyo. Watu wanacheka, wanaona Katuga anachekesha na kingwendu wake. Anaendelea hapa mahakamani. Mahakama ndio inaamua namna ya kumlinda shahidi na si vinginevyo. Hoja nyingine ilieleza kwenye kanuni za ulinzi wa mashahidi na hoja yake kuwa kanuni hizi zimeanza kufanya kazi wakati yeye alishaletwa mahakamani. Je, zinaweza kutumika retrospectively? Sasa majibu yetu ni kwamba kanuni ni sheria za mwenendo, kwa hiyo zinaweza kutumika hata kama kesi ilishaanza kutumika. Kwa mujibu wa kifungu cha 14 cha tafsiri ya sheria kinasema ili sheria ianze kutumika pale inapokuwa gazetted au yenyewe imesema ianze lini kutumika kwake. Katika uwasilishaji wake alisema kanuni za ulinzi wa mashahidi hazijachapishwa na hazipo kokote. Wasilisho letu kuwa haya ni masuala ya ushahidi tu.